nitasimama nitazungumza kuhusu ishara za kuonyesha kwamba Mungu hajakuacha. I want to encourage somebody jioni ya leo kwa dakika chache ambazo niko nazo. I want to show you sign. Hata sitaguzilia zote, nitaguza labda 3 peke yake, but I have like 13 of them, but I will just talk about 3 signs to show that God has not abandoned you. Mungu hajakuacha mama. Kando na hali zenye unaona zimekukalia, venye maisha unaona inakupeleka, I want you to know that God has not abandoned you. Mungu hajakuacha. Na katika usomi wangu wa Biblia na uchambuzi wangu, nimekuja kugundua ya kwamba hakuna wakati Mungu humwacha mtu. Mara nyingi ni sisi huwa tunamwacha Mungu. We are the people who abandon God. Katika uchambuzi wangu nikaona kuna wakati mmoja, I think kuna 2, like 2 times. Kuna wakati wenye Mungu aliacha Sauli, alimkataa. Kwa sababu gani? Sauli alimkataa kwanza Mungu kwa kutotii maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipokataa kutii maagizo yake Mungu akamalizana na yeye. Lakini mahali penye panadhihirishwa ukweli Mungu alikuwa amemwacha mtu ni Yesu msalabani. Amebeba dhambi zetu. Amebeba uovu wa ulimwengu. Mungu hangeweza kuangalia huo uovu. Hangeweza kuangalia hiyo makosa. Si mnajua Mungu ukikosa nyakati hizo alikuwa anamalizana na wewe one touch. Anaamrisha inchi ipasuke, uingie ndani. Lakini kwa plan B yake ya kuokoa mwanadamu, Yesu akakuja, akabeba dhambi zetu, tukaingia katika hiyo neema ya Mungu. Alipoangalia mwana wake katika msalaba na dhambi za wanadamu, akamwacha. Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Kwa nini umeniacha? Because of the sin of man. Lakini baada ya Yesu kukamilisha kazi, the grace came upon him. Kwa hivyo wapendwa, si rahisi Mungu kutuacha. It is easy for a man to leave God, to abandon God, than God abandoning a man. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuaga wepesi wa kumwacha Mungu, na tunabaki tukisema Mungu uliniacha. I want to show you a sign that God has not abandoned you. Hata kama uko katika shimo ama tundu la simba kama Danieli, he has not abandoned you. The only thing that God does, anaruhusu vitu. Praise the name of the Lord. He just allows things to happen in our lives. Aliruhusu Ayubu ateswe na shetani, lakini hakumwacha Ayubu. Praise the name of the Lord. Anaweza ruhusu mambo madhia kutendeke mpaka watu waseme huyo dada ana Mungu. But God has allowed it because he knows you will overcome. He knows you will overcome. Mungu hawezi akaruhusu kitu chenye hautashinda kifanyike kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Whatever happens in our lives, chochote kinachofanyika kwako
Mungu ameruhusu. He has allowed it. Na venye ameiachilia ikuje, anajua utashinda. Usiwe mwepesi wa kuondoka. Ambia mwenzako hayo maneno. Usiwe mwepesi wa kuachilia. Praise the name of the Lord. Tunamuona Paulo akisema, naona mlango umefunguliwa mbele yangu, lakini watesi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huduma ya Paulo kwa kanisa la Wakorintho haikuwa rahisi. Mungu anamfungulia mlango. Mungu anamfungulia, anamuonyesha kazi ambayo anaenda kufanya. But it was not easy. And that's why Paul is saying that we have received this ministry by the mercies of God. Mpendwa, ni kwa huruma za Mungu unaitwa mama. Ni kwa huruma za Mungu unaitwa mke. Ni kwa huruma za Mungu unaitwa mshirika. Praise the name of the Lord. Do you think even being a member of the church is an easy thing? Wangapi wako nje wanaisha na changa? Wangapi wamehubiriwa na wamekataa kuingia kwa nyumba ya Mungu? Kuokoka kwako ni kwa neema ya Mungu. And Paul is saying, because we have received this ministry by the mercies of God, we are not fainting. Mama tuzimii. Ambia mwenzako sizimii. Ambia mwenzako sikati tamaa. Nitasukuma. Nitasonga mbele. Maana ni kwa huruma za Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. It is by the mercies of God. That's why we will never give up. We will never give up. Uliza mwenzako, are you giving up? Isaya anasema tutapita. Tutapita. Hatutakaa. But we are passing through. Lakini hayo maji mengi hayatatugharikisha. Hayo maji mengi, huo moto hautatuteketeza. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ninakumbuka huduma yangu ya kwanza ama injili yangu ya kwanza. Katika uchanga wangu nikasoma ya kwamba Musa ametokezewa na Mungu kwa kichaka na kichaka hakiteketei. Nikaambia wapendwa, you have to burn until ya kwamba hauteketei. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, praise the name of the Lord. We are not giving up. Signs that God has not abandoned you. Nitarudi kwa hiyo scripture in verse 8 and 10, but wacha nizungumuze haya mambo kwanza. When you are finding solution to your problems, know that God has not abandoned you. Bwana Yesu asifiwe. Eti mama umejipata kwa shida, na ukiwa kwa hiyo shida unaona mwangaza kidogo ya kusuluhisha shida zako. There are people wenye waliingia kwa shida wakakosa suluhisho. Chenye walipata ni depression. Ambia mwenzako, you are not depressed. God has not abandoned you. Bwana Yesu asifiwe. You are finding solution of your problems. God has not abandoned you. Unaweza kaa hapo upate mlima wa vitu na upige mahesabu utokelezee kwa hiyo shida. Mungu hajakuacha. Sio kwa nguvu zako, sio kwa akili zako umeweza kutokelezea kwa hiyo shida. Ni Mungu amekupea suluhisho mama.
Ni Mungu amekupea njia ya kutokelezea. Maana maandiko yanasema ya kwamba matatizo yatakuja, lakini Mungu atatupea mlango wa kutokelezea. When you are getting solutions of your problem, jua ni Mungu. Praise the name of the Lord. Jua ni Mungu. Umekumbwa na school fees, yani mpaka unauliza God, how will this happen? Na kwa neema ya Mungu unapeleka watoto shule, unapea mwalimu 1,000, anakuambia mama, wacha watoto waendelee kusoma. God has not abandoned you. Kuna wenye walishindwa kusomesha, kuna wenye watoto waliingia form 1 na karo ikaisha, ikapotea. A small testimony kidogo tu, sijui kama itaingiana na masaa yangu. Kwetu nyumbani tulizaliwa watu 9, wa jamaa 9. Na kwa hao wa jamaa 9, I think 4, am I right? 4 ndio waliweza kusomeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hao 4, hii ingine 6, no, ngapi? Hii ingine 5, kulikuwa na mbuzi kwa nyumba, kulikuwa na kondoo, kulikuwa na ng'ombe, lakini akili ya kuuza ng'ombe apeleke school fee. Am I talking to somebody? Bwana Yesu asifiwe. Akili ya kusema uza mbuzi 2. Tulikuwa na mbuzi in terms of hundreds, ndio? Na kondoo. Lakini akili ya kusema uza 2, peleka mtoto shule, hakuna. Amemaliza 8, ajifange. So, if you have a solution to your problems, kuna watu wanapata mtihani ndogo, niseme ya CBC ya PP1, badala ya kufaulu wanaanguka flat, wanainua miguu juu mpaka unashindwa. Missionary, hata hiyo umeanguka tu, hata hiyo missionary umeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Finding a solution to your problems is a sign that God is with you. But we are not giving up. Praise the name of the Lord. Nazirukaruka. Nilikuambia niko na like 13 of them, but nataka tuzungumzie vitu zitatusaidia. If you find your heart to forgive, if you can find a place in your heart to forgive, it's a sign that God is with you. Hey, kuna mtu ananisikia hapa? Kuna mtu ananisikia? Kama unaweza samehea mtu mwenye amekukosea. We normally say that forgiveness is divine. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kutafuta makosa, unaona ule ndiye aliye na makosa. Mimi nina makosa gani? I'm just, niko sawa mimi. Hata ndio nimezama zaidi. Ndimi zinatokelezea zingine za ajabu ajabu. My friend, my sister, if you have no place to forgive, Mungu hayuko. Lakini kama unaweza jirudia na useme na ukweli, hata mimi nilisamehewa. Huyu dada nimembeba wa nini? Nilisamehewa. Na hata kuna wengine dhambi zenye ulifanya siri siri, tungejua saa hii hatuwezi tukakusamea. Kila mtu ana siri zake. Uliza mwenzako siri zako ni gani, na usiniambie, usimwambie. Ako nazo. Ako nazo. Hapa kuna wadada wana siri. Na hujawahi shiriki na mtu. Na kwa sababu hujawahi shiriki na mtu, ijawahi julikana, it is safe.
hajakuacha. Hajakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Because that conviction to forgive, it only comes from God. That conviction ya kusamehea mtu aliyekuumiza inatoka kwa Mungu peke yake. Am I talking to somebody? Nani anasikia kama aliachwa na Mungu na usiinue mkono juu? Bwana Yesu asifiwe. Ujazo ingine, yani uko na differences na mtu na unasikia umejazwa zaidi, hiyo si ya Mungu. Hiyo si ya Mungu. Nikusaidie leo. By the way, kwa neema ya Mungu nimekaa kwa hiyo kiokoko kwa neema miaka kadhaa. Tumingi tu. Ndio nikuwe mke wa askofu. Tumingi tu. Acha nikusaidie. Wakati wenye adui ameleta that spirit of division, that spirit of pain ndani ya mtu, anajazwa na roho ingine ya kushangaza. Ukimpata anazama. Na awali yako anazama hivyo. Hiyo ni cover up. Ambia mwenzako hiyo ni cover up. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza wakati imeguzwa hiyo maeneo, unasikia kuzungumza na ndimi. Wapendwa, I suffered. I carried my sister for many years. Miaka mingi. Na tukaenda workshop kama yenye tumeenda hapa hivi. Tukazungumziwa kuhusu msamaha. Na ile kikundi yenye nilikuwa nikawaambia forgiveness is not part of me. It's not part of me. Msamaha. Wapendwa, kama hujawahi kuwa na uchungu, haujui chenye naongea. You don't know what I'm talking about. Na hata mauchungu ingine, my sister aliongea kuhusu pain inflicted by others. Mauchungu ingine unaletewa tu. Unaletewa na dada unaumia. Unaumia moyoni mwako na unasikia that heart of mine is teared. Imeraruka. Alafu wacha niwape siri ingine. When you are passing through hard time, be careful. Kuwa makini. You are very, very vulnerable. Am I talking to somebody? Wakati wenye unapitia pressure, wakati wenye unapitia hali ngumu, makinika, because you are vulnerable. Kuna vitu zenye naitaka coincidences. Coincidence. Sijui yanaitaka aje na Kiswahili pastor. Coincidence haikuwa imepangiwa. Haikuwa kwa mpango. Lakini shetani ni kemunya. Ambia mwenzako shetani ni kemunya. Si wa leo na si wa jana. Anasababishaga coincidences. Yanakuwekea muhuri. Glorious anipendi. Na Glorious hayuko huko. Am I talking to somebody? Kwa mfano, wacha nipeane mfano na Rev. Is my friend. Tumetoka mbali bwana. When I came, he was on phone. Sindio? Bwana Yesu asifiwe. Na nikasalimiana. Za hewa. Juu niliona ako na serious call. Na nikaingia kwa ofisi. Did I know that inaweza pata Rev kwa simu? Lakini ningekuwa niko kwa hiyo vulnerability. Sijui kama hiyo ni kizungu mzuri. Bwana asifiwe. Ningekuja nione kwa nini hangekata hiyo simu anipokee. Mimi ni Mama Bishop by the way. Hey. Natoka headquarter. Am I talking
talking to somebody? When you are under pressure, be careful. Kuna ma-coincidence. Wapendwa, umesaidika? Yanaitagwa nini? Ma-coincidence. Unakuta ya kwamba kuna kakitu kana develop between you and the glorious. Let me tell you, devil is the enemy. Ni adui. He will maximize. Amewatenganisha ya ukweli na ma-coincidence. Ma-coincidence. Bwana asifiwe. Unaweza kuja unafurahia unakutana na rev. Mungu anapea rev shughuli ama ni shetani sielewi. Anapewa tu shughuli. Na shetani ndiye hakikishe anakudhibitishia reverend hakupendi. Coincidences. Reverend hata hayuko huko. Reverend hata hajachora kukutosalimia. Lakini by coincidence. By the way, wacha niwaambie. Unaweza dhani na kuona na sikuoni. Are we together? Tuko pamoja. Na nimekuangalia hivi na sikuoni. The sense of seeing inakomandiwa na brain. Am I talking to somebody? Naweza kukuangalia na useme Aki Frida aliniangalia tu na hakunisalimia. Macho ndiyo imekuangalia, akili haiko kwako. Am I helping somebody? Can we overcome coincidences? Tunatangazia shetani, we are not giving up because we have received this ministry by the mercies of God. We shall not faint. We shall not faint. Tutajua siri za adui. Tutajua siri za shetani. Na tutamkanyagia chini ya miguu yetu. Maana hapo ndipo anafaa kuwa. Sister, allow me to share this. Bwana Yesu asifiwe. In the year, is it 2012 or 2015? Shetani aliingilia uhusiano yangu na dada yangu. And I'm telling you, aliturarua. Aliturarua. Na wapendwa tu katikati yetu. Alifanya tukagongana vichwa. Tukalewa. Ushagongana kichwa na mtu mpaka ukalewa? Bwana Yesu asifiwe. Unagongana vichwa. Tunakaa kwa kikao. Wapendwa waliojazwa na roho wanatoka na message yenye haikuwa. Wapendwa, gundueni siri za shetani. It is the will of God that we may abide together. It is the will of God that we may abide together in unity, in love, and being our sister's keeper. Tuligonganishwa vichwa. Vizuri tu. She's my elder. I honor her so much. Ndiye alinipeana kwa harusi. Lakini tuligongana vichwa. Uchungu mwingi. Mpaka siku moja nikiwa na interpretia Bishop Rick, akaongea mambo yanayohusiana na mimi. I broke up in the altar. Nikashindwa kutafsiri mbinu za shetani. Ambia mwenzako, gundua mbinu za shetani. Gundua mbinu za shetani. Na hizo ma-coincidences tuyashinde katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. How will we overcome coincidences? Be positive. Bwana Yesu asifiwe. When the enemy brings negativity to you, kataa. Hallelujah. Be positive. I was positive kwa Rev akipokea simu. Baadaye nikijua he was speaking to the bishop, my senior. Ma coincidences. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini ningejikasirisha hapo, nimetembea hajanisalimia na ndio nina land. Nani mjinga? Ambia mwenzako be positive. Be positive. Tutashinda shetani. Tutashinda mbinu zake. Ninasema ya kwamba ukiona ya kwamba unashindwa kusamehea watu, aki Mungu ako in the steps za kukuacha. Ako in the steps za kukuacha tu kabisa. Lakini kama unaweza pata nafasi ya kusamea mtu, mama, jua Mungu ako na wewe. Hata kama uko kwa shida, hata kama uko kwa matatizo, hata kama unaumia, if you have a place to forgive people, God has not abandoned you. Praise the name of the Lord.